akae nyumbani kwake afanye kazi zake mwenyewe. Sasa wewe saa 12 umeshatembea nyumba 6 na umeshadanganya tayari. Kuna nini huko? Mpaka upate habari nini imetokea. Ndani yako kuna roho wa Mungu huyo. Baada ya kupiga maombi wewe unasema una roho wa Mungu. Hapana jamani, pokea roho wa Mungu yeye ndani yako akuongoze. Sema amina kama uko hapa. Amen. Sema amina. Amen. Kuna binti wewe alikuwa na tabia ya uzinzi. Akawa anatoa mimba. Alikufa. Anaonywa asikii, baada ya kuambia wewe usifanye hivyo. Mimi na tabia ya uzinzi. Hasemi. Wewe unaona tabia hiyo, unaona uzuri. Mwisho wake alikufa. Kwa sababu alificha dhambi. Inamsumbua. Kingine ni tabia asi ambayo shetani amekufungia nayo. Usipoitubia ukaiweka wazi, baadaye inakuaibisha ama inakuua. Kwa ukiona hiyo tabia inakushikilia, iweke wazi. Sio vibaya, leta madhabahuni. Baba, 1 2 3 hii imenisumbua sana. Bali usifanye mchezo. Kila dhambi unayofanya unaasi ulimwengu wako. Umeelewa? Kila dhambi unayofanya inakuasi mno. Yaani wewe hata tokea mchungaji mwenye upako yopoja kuombea weke miguu na mikono, kama kuna tabia ya asili kwa ndani yako, utabaki tu na mateso. Ndio maana kukuta mashetani watakupiga, watakupelekesha, wana mahali pa kupitia. Niambie 1 2 3, wewe unakuta dhambi anatenda. Ukisema tuombe wote, anaificha dhambi, anageukia asije akasikia hapo. Kwa hiyo unakuja anakimbia dhambi. Na dhambi ni ajabu. Ile tabia bado unashaka inaota makucha na kuasi. Eti unaogopa watu kuomba. Bwana, hii roho ya uzinzi niachie hii. Kwenda ufuate unasema. Ondoa uzinzi kwangu. Ondoa wivu kwangu. Ya wivu anapovaa ndopa kanisani. Si ndopa, sio siku ngingo, sijui sikuna